alipata uchungu wa kiasi gani mpaka kumleta duniani. Imagine sasa unampiga mwanao kama vile utafikiri kusikia uchungu. Mtoto anauma, sikwambii mtu. Alafu unakutana mtoto unampiga kipigo cha mbwa koko. Naam, wanakuambia ni saa 3:21 ndani ya mjengo wa Black FM. Bila kusahau ni shamsham za pwani ndani ya Black FM 94.9. Ni mambo ya kuburudika. Wanakuambia hivi. Ukiwa unasikiza 94.9 hususan katika kipindi cha shamsham za pwani, kama hautotikisika kidogo ndugu yangu wewe una fitna. Na nikwambie kitu kingine, wewe una lako jambo. Na nikwambie kitu kingine. Ukisikiliza tu Radio Black FM huwa hata una stress kichwani, stress zinaondoka. Maana Radio Black FM inatoa watu stress. Hata ukipigwa na mume usiku ukiachika, lakini ukisikiliza Radio Black FM stress zinatoka. Hata ukikosa pesa, lakini ukipata burudani za Radio Black FM basi unaburudika na stress za pesa zinakwisha kabisa. Nikujuze tupenzi msikilizaji wa Radio Black FM, leo ni Jumanne ya tarehe 6 mwezi wa 9 2022. Penzi msikilizaji, muda wa saa 3:22 kwenye Radio Black FM 94.9. Kila siku huwa tunatia mada yetu mezani, na mada yetu tunaichakachua sisi njema ya wanawake watatu vile. Halafu tukimaliza kuchakachua tunawapatia fursa wasikilizaji wale, hata ukiwa mbali unaweza ukaandika kwenye commentary zako hapo kupitia YouTube vile au Facebook unaandika, au Instagram unaandika vile Black Media. Penzi msikilizaji, na mada yetu hatuchelewi wala ni kupanda tu. Ndio ipandishe. Unaniruhusu ipandishe dada. Angalia tu usidondoke. Penzi msikilizaji wa Radio Black FM, mada yetu ya leo inasema nini? Inasema, je, sahihi kumpiga mwanao kipigo cha mbwa? Je, ni sahihi kumpiga mwanao yani kipigo cha mbwa? Yani tunazungumzia kumpiga mwanae kama vile utafikiri kama huna naye uchungu. Anampiga mwanao utafikiri haiko anampiga mwanae. Utafikiri mtoto wa kambo. Hata mtoto wa kambo hawezi ukampiga hivi. Maana ndo tunashazoea example. Unakutana mama wa kambo hivyo anamnyanyasa mtoto wa kambo hivyo. Anzia basi wewe kuichakachua kidogo. Mimi niseme tu si sahihi. Hata kwa mtoto wa kambo si sahihi. Juu ni mtoto mwingine. Ujui mama yake alipata uchungu wa kiasi gani mpaka kumleta duniani. Imagine sasa unampiga mwanao kama vile utafikiri kusikia uchungu. Mtoto anauma, sikwambii mtu. Alafu unakutana mtoto unampiga kipigo cha mbwa koko. Waswahili wanasema hivi, hasira hasara. Mtoto hata kufanyia kitu kisiowezekana, wewe chukumkaripie. Na kama unampiga ni kwa hikma, sio chukua umpige kipigo chenye hakiwezekani. Kama vile tunaona kupitia social media huko Kampala vile Uganda, yani mzazi kampiga mtoto utafikiri na wanakuambia ni mwanae kabisa, tena mwanae wa miaka miwili. Yani utafikiri kama sio mtoto wako. Ujue tu kama wewe mzazi ni mtoto umemtia miezi 9 tumboni, lakini mtoto ni wa serikali, mtoto ni wa dunia. Wewe mzazi wanakuambia hivi Waswahili, mtoto ni wako pale ambapo yupo katika tumbo lako. Lakini ukishamtoa nje sio wako, ni wa serikali ndugu yangu. Sio tu serikali, wa dunia nzima. Huwezi kujua penye ataangukia huyo wakati akishakuwa. Anaweza akawa rais, huwezi jua. Na rais ni katika sehemu ya serikali. Anaweza akakuwa shehe, anaweza akakuwa pastor kabisa. Unaona? Sasa wewe mzazi, jua kama ni mtoto umemzaa miezi 9. Tena wanakuambia sisi Warundi tunakwambia hivi,
ingoni shikiri gufa ni shikiri ngezo. Unaona? Kupiga mtoto sio solution. Na kupiga mtoto sio kufunza. Ndio. Kwa sababu gani? Unaweza kumwambia tu akakuelewa. Na kupiga sawa, wanakuambia fimbo itafika kwenye mfupa, haitafika kwenye tabia. Acha. Maneno atafika kwenye nafsi. Ila ukimwota mtoto ukamkanya ukamwambia mimi sitaki hivi na hivi na hivi. Afu kiangalia mtoto ni mdogo. Jonas mapenzi katuandikia Kiarabu. Kitafsiri. Kitasomwa. Muda wake ukifikia utasoma. Usijali Jonas. Nakwambia tu penzi msikilizaji wa Radio Black FM na tusikiliza dunia nzima maana Radio Black FM tunasikika kote. Wewe kama wewe mzazi, karipia mtoto. Usichukue zile hasara. Unaweza ukachukua mtoto unampiga. Kama hivi video zinazagaa mitandaoni, mzazi anapiga mtoto wa miaka 2 kwa sababu ya hasira. Na anakuambia alikuwa ni singomaza. Hata kama ni singomaza, maana kwamba eti unamlea mwenyewe mama na mzazi mmoja, si sahihi kumpiga mtoto kama Rahma, singomaza ndio anapaswa kupata uchungu zaidi kwa sababu na kuwatafutia anaumia. Lakini sioni uchungu ule mama. Sijamuona anampiga kweli. Mimi mwenyewe anampiga ni kama vile anampiga kwamba ana hasira na yeye. Na kati bado mtoto mdogo tu unakuangalia mtoto mwenyewe wa miaka 2. Unampiga kipigo kama kile, je, angekufia mkononi ingekuwaje? Kumbe sio vizuri. Mtoto unaweza kumpiga sio kipigo kile. Mpiga kawaida kwa sababu watoto wengi wanapigwa, watoto wengi ni wabisho. Mimi niseme tu si sahihi kupiga mtoto. Usiseme si sahihi. Kupigwa ni sahihi. Lakini unaangalia na kipigo chenyewe Adija. Ukifanya makosa unaweza ukapigwa kitoto. Usimpige mtoto kwa kupitia. Unajua ukiangalia Rahma, wazazi wengi wa sasa ni wakali. Wanatumia sana kutaka kumpiga mtoto. Na mtoto asiki kwa fimbo. Nikitizama majority ya watu wengi niliishi nao mazingira. Wengi walikuwa wakiishi kwa fimbo ila hawakuwahi kusikia. Kuna mtoto wenu anakuwa sugu cha kwanza. Kumbe panahitajika ile ushauri. Hapa hichi ni kibaya, usifanye hivi, usifanye hivi. Hata kuelewa. Lakini haja kuna mtu mwingine anakuta hasikii. Ila pana wazazi. Ukimpiga ndio ile hasara unakuja unaumiza mfupa. Kumpiga mtoto tatizo wewe ndio unaenda kwa mganga tena kumpigisha. Kuna kumpiga mtoto kwa aina yake. Mtoto unaweza kumpiga kwa labda vidole viwili. Papa mara 3. Umemaliza. Wewe mzazi. Kweli Hadija. Haudaambia kajitumie fimbo. Aona anasema hivi ni jua hajakuwa na mtoto. No. Ukiwa na mtoto pana vipako vingine ile inakuwa ni hasara na inakuwa ni shetani. Yeye mwenyewe akusudi kumfanya vile mtoto wake. Yaani hakusudi. Wengi wazazi wanafungwa mimba, wanafungwa sababu ya watoto. Inakuwa ni hasira. Mtoto anaweza kufanyia kitu chenye unaona kama unamkataza mara kwanza, mara pili, mara 3 unasema hapana mtoto ananidharau. Unachukua hasira unampiga. Na unachukua unampiga, haujicontrol hasira zako. Sasa kumbe wazazi wanatakiwa tujicontrol katika kupiga watoto. Usiseme kama mtoto asipigwe. Hapana. Bora tunaacha tu kumpiga. Mtoto kiacha kumpiga mtu mwingine ukimwacha kumpiga anakuwa kama mimi ninachojua mimi kwa hasira karibu. Naona naweza kuchukua jiwe nikamtupia. Basi bora uache. Ndio nakwambia bora unaacha. Kuna mwingine mzazi anaweza kujicontrol na akampiga mtoto wake na maisha yakaendelea. Pana wengine wazazi. Mimi niseme tu hakuna solution ya kupiga mtoto. Pana wengine wazazi wanakuwa wako na ile hasira. Wana uwezo kuchukua ile mtoto anachukua pasi. Anampiga na kwenye mwili. Kama acha nikuoneshe alama utakufa utaona kama mimi mama yako. Utakuwa unaikumbuka. Anachukua pasi anampaka. Pale unamwadhibu mtoto. Eske mtoto atakuwa na mapenzi kweli na mama? Unampa roho mbaya mtoto. Hata pako wazazi wa hivyo. Pako wazazi wako hivyo. Chochote kipigo sasa. Ndio maana nakwambia bora unaacha. Anachukua mzazi mwingine hasira, anachukua mtoto kwa hasira anamsukuma. Haujui penye anamsukuma ni sehemu gani, anakuja kuangukia fasi ya moto. Unaona? Anaungua kitu kibaki na mchana. Inakuja ile hasira ni mjukuu. Mimi kwa upande wangu nasema hivi, mtoto anaweza akapigwa. Usiseme kama mtoto asipigwe kwa sababu mimi niwaambie jamani wapenzi wasikilizaji watazamaji hakuna kupiga mtoto. Sikiliza, mtoto anaweza akapigwa. Sawa? Lakini unaangalia na sehemu ya kumpiga mtoto. Usimpige kwa zile hasira zako mzazi au ukao umegombana na mume wako zile hasira za mume ukamshia mtoto no. Mpige mtoto lakini mpige kuna kiwango cha kumpiga mtoto. Kuna wakati Rahma hata mume wako udhibiti zile hasira zako. Nyuma zikishaisha ndio kile kitu umekifanyia nini? Unajuta nyuma. Ndio maana nakwambia sio vizuri kumpiga mtoto. Bora unaacha tu ushauri umejaa. Unaweza kumwambia mtoto ni hivi na hivi na hivi hapa ni pabaya akakuelewa.